Hivi majuzi niwaletea uhondo kuwa kuna dadetu Margaret Nduta ambaye alishikwa kwa tuhuma za kupatikana na madawa ya kulevya katika nchi ya Vietnam. Alishikwa na akahukumiwa kifo. Kwa kweli kesi yake ikapata kuahirishwa kusudi kukuwe na maelezo ya kutaka kujua ukweli na kiini haswa cha masala hayo ya madawa ya kulevya. Nikawaletea uhondo huo na nikakumbuka nikiwaeleza kwamba kinachotupelekea sisi vijana wadogo ambao hatuna kazi baada ya kuhitimu ama baada ya kutoka huko tunakotoka manyumbani, tunajipata tukisafiri katika nchi za nje kwenda kujitafutia, na wakati huo baadhi yetu tutatumia njia ya mikato na kujihusisha katika njia ama katika masala ambayo hayafai kwa kweli. Sasa mojawapo ni haya masala ya madawa ya kulevya ambayo ilimkuta dadetu Margaret Nduta, na kikweli kweli imesemekana kuwa kuna tetesi kwamba alipata kusetiwa na wenzake ambao wamehusika katika mchakato kama huo. Waliohusika katika mchakato kama huo, mmoja wao anatambulika kwa jina Rish Kamunge. Rish Kamunge alitambulika katika mchakato huo pamoja na wengine, lakini yeye ndiye ametajika sana katika mchakato huo wa Margaret Nduta kupatikana na madawa ya kulevya, kwamba yeye alikuwa mmoja wa wale ambao walimseti yeye. Sasa hatukujua ukweli, twafanya tu kusema, twafanya tu kufikiria, twafanya kuleta mawazo yetu kuhusiana na mchakato huu ambao umemshika dadetu Margaret Nduta kule Vietnam. Sasa leo nimeamua kuja kwenyu kuwaletea uhondo mwingine watazamaji. Kuna uhondo huu ambao nimesema nitawaeleza ili na wewe pia upate kujua ukweli uko wapi. Baada ya kuwa dadetu ameshikwa na hatujue hatima ya kwamba atahukumiwa kifo, atanyongwa ama ataachiliwa, hivi majuzi huyu Rish Kamunge ambaye amehusika katika mchakato huo pia vile vile ameshikwa. Rish Kamunge ni dadetu ambaye anatambulika kwa kazi ambayo anayafanya ya hizi travel agencies. Yani yeye anasafirisha watu toka nchi hii kwenda nchi zingine kwenda kujitafutia. Hivyo ndivyo anavyosema, ama hivyo ndivyo inavyosemekana. Na huyu Rish huyu mwaka mmoja ama miaka miwili iliyopita aliweza kufanyiwa up close na one of social media platforms ambayo labda watu wengi wanajua. Kufanyiwa up close kuwa ana maisha mazuri katika estates fulani katika wale walala hai, kwamba yeye alikuwa anasema yeye anafanya tu hustle yake, anajitafutia hali haramu, anaishi katika jumba la kifahari. Alifanywa up close kama hiyo kwa kweli, na watu wengi wakamtizamia yeye kama picha katika jamii, kama mwongozo kwamba mtu anaweza toka katika tajriba ya chini akafika katika tajriba ya juu pasipo kula haramu ama pasipo kufanya mabaya kwa wengine. Sasa tuliweza kuona nyumba ya kimafahari, gari, akiwa anatoa maelezo, anatoa vidokezo kuhusiana na alikotoka katika maisha ya chini, mtizamo wake wa kimaisha. Alifanyiwa up close, tukaona kweli ni mfano mwema katika jamii kwa kweli. Huo ni mwaka mmoja ama miaka miwili iliyopita, kama hivyo tu unavyotizama hapo. Sasa baada ya hapo siku zimezidi zikisonga, akiwa anahusika na hiyo travel agency ambayo ana connect watu wanatoka huku wanakwenda nchi za nje kama Saudia, yani Arabuni. Watu wanatoka huku wanakwenda mpaka Mauritius, nchi tofauti kwa kweli. Sasa watu wakadhania kwamba ndio kazi yake kwa kweli. Sasa hivi majuzi baada ya kuwa dadetu Margaret ameshikwa na yeye alihusika, inasemekana kama alihusika katika mchakato huo na alikana. Hivi majuzi ameshikwa na yeye. Ameshikwa kwa nini? Ameshikwa kwa sababu pia inasemekana kuwa hiyo agency yake ya kuchukua watu kuwapeleka katika nchi za nje ni feki, kwa kuwa kuna baadhi ya vijana tu ambao walikwenda huko wanakokwenda, na taifa ambayo inatajika hapa haswa ni Mauritius. Unachokwenda kule unapeana stakabadhi zako kwa Rish,
anakuconnect na kazi, kama ni ya kwenda kule kukua amali, kama ni kwenda kukua dereva, kazi tofauti tofauti. Lakini wanapofika kule Mauritius, wanaambiwa kwamba hizi stakabadhi zenyu mmekuja nazo huku kufanya kazi, stakabadhi zenyu zinaonyesha kuwa nyinyi mmekuja huku kama wanaokuja kuzuru, you are just traveling, you are tourists, hakuna kazi. Sasa inabakia kwamba mtu anabaki kule na hajui hatima yake itakuwa vipi. Yaani amegongwa, kwa kifupi, umeoshwa yani. Wanapompigia simu kwamba sisi tumekuja huku Mauritius, tunaambiwa kwamba hakuna kazi, ulitudanganya. Alikipigiwa simu anakana. Sasa stories zimekuja mpaka imefika kikomo, amepata kushikwa kwa tetesi ya fake traveling agencies. Huyu dada yetu Rish Kamunge, ambaye kwamba nimekupatia vidokezi vya maisha yake hapo nyuma na sasa. Hapo nyuma alikuwa anasema yeye ajitafutia hali haramu, afanye nini na nini, lakini leo imejitokeza wazi. Sasa penzi watazamaji, kusudi mimi kuja leo kuzungumza nanyi katika chaneli yangu ni kwamba nimepata kujua kweli wanadamu si wazuri. Binadamu si watu wazuri. Rish Kamunge ambaye ameaminiwa na watu wengi, wamemtrust yeye kwamba watapata riziki kule nje. Imesemekana kwamba traveling agency yake ni feki. Mtu yeye atoa $100,000, anaenda kule anaambiwa wewe hujakuja kazi, stakabadhi zako zinaonyesha wewe umekuja kuzuru, you're just a tourist, itabidi urejelee kwenyu. Watu wengi kwa kweli wanalia. Watu wengi wanalia, madada zetu wanalia, vijana wanalia. Watu hawana riziki, pesa zao zimeliwa na huyu dada yetu. Kikweli kweli inauma kabisa. Na inapoonekana kwamba hata traveling agencies ni fake ya huyu dada yetu, basi kuna ukweli kuwa huu mchakato wa Margaret Nduta, kuna ukweli kuwa anahusika, na anahusika kwa njia ambayo ni mbaya kweli. Alimseti dada yetu pamoja na wale wengine ambao hawatajwi. Walimseti dada yetu akakwenda kule na akashikwa. Kama traveling agencies ni fake, kama kazi watu wanakwenda kufanya kule hawapati, basi ina maana kuwa traveling agency ni kama cover tu. It's just a cover. But the real business that is done by this lady, biashara gushi, she's fake, anadanganya madada zetu, amejihusisha katika mambo mengi tu mabaya. Hii ya kwanza ni ulanguzi wa madawa, ya pili ni fake agencies. Hivyo sijui hatima ya watu ama watu wanadhania vipi, lakini kuna ukweli kuwa hata mchakato huo wa Margaret Nduta amehusika, hata japokuwa hapo nyuma alikuwa anakana. Sasa mimi ningependa tu kueleza kwa kifupi kuwa tuacheni kudanganyana mandugu zetu. Tuacheni kudanganyana. Tuacheni kupelekana katika shimo. Tuacheni kudanganyana. Maisha haya ni mafupi. Unaishi leo, kesho hauko. Usije ukamdanganya mwenzio akatumbukia katika shimo. Na hivyo wanavyosema Wahindi mandugu zetu, karma is always a bitch. Karma is now hitting back on our sister Rish Kamunge. Hata na yeye pia amepelekwa kule ndani na ametolewa na dhamana ya takriban milioni 5 pesa za Kenya taslim. Kesi yake ikiwa bado inasikizwa. Karma is always a bitch. Unachonifanyia mimi utakuja kulipwa, either kwako wewe ama kwa watoto wako, ama kwa karne zingine kwa jamii yako wewe ambao utawacha nyuma.